Karibu tena, mimi nafahamika kama Cruise Mastori, ila leo hii na moja kati ya mzigo mzuri zaidi na hisi utaenjoy na utajifunza kitu kupitia movie yetu ya leo. Hivi, ushakujua kwamba mama ndo ana mapenzi ya kweli kwa mtoto wake? Na je, hivi kitokea jambo la ajabu, mama yuko tayari kumpambania mtoto wake? Sasa hii movie ni ya kutisha, by the way. Ni moja kati ya recap ya kutisha. Inaanza, huyu mama alikuwa anasoma zake kitabu, alikuwa hana hili wala lile. Alikuwa anasoma zake kitabu, ametulia kwenye garden na maisha yanaendelea kama kawaida bila kujua kwamba kuna jambo baya lolote linaweza likatokea. Akawa anasoma zake vitabu. Unajua wamama wa kizungu ni tofauti na wa Kiafrika, wanapenda kukaa garden na kusoma vitabu. Ila ghafla mbele yake katokea mtoto wake akiwa na begi mkubwa, anauburuza pale chini. Mama akawa anamuuliza mtoto wake, hilo begi ni la nini na mwanangu umelitoa wapi? Mtoto akaanza kumwambia, mama, ili begi nimepewa na mtu mmoja, nimeambiwa ili begi lina majini na nikikaa vizuri na ili begi basi naweza nikapata utajiri mkubwa. Kuna majini ndani ya ili begi. Mama, tuwatumia wa majini ili kuweza kupata pesa nyingi zaidi. Mama akawa anajua kwamba huu ni utoto tu unamsumbua mtoto wake na hakuna jambo kama hili, ila kiuhalisia huyu mtoto hili begi amepewa na mtu ambaye hamjui, na akamwambia kwamba kuna majini ambayo anaweza akampa pesa nyingi sana, bila kujua kwamba hili begi alilopewa ndani kuna majini kweli, na wa majini kazi yao ni kutoa kafara za damu, yani ni kunywa damu za watu. Sasa mtoto alikuwa hafahamu hilo, yeye alikuwa anajua kwamba hili begi lina majini tu na majini watampa utajiri, na mama mtu akawa aamini kwa sababu akawa anajua huyu ni mtoto na anaongea kama mtoto, kwa sababu majini wanawezaje kukaa ndani ya begi? Kwa hiyo mama alikuwa muamini mwanae. Binti yake akamwambia, mama, mimi naweza nikakuonyesha kwamba ili begi ni kweli lina majini, mimi naweza nikakuthibitishia. Yule mama akamwambia mwanae, bwana, mwanangu wewe tulia, acha kuhangaika. Mimi nimekulea katika maadili mazuri. Kwa nini utake hayo mambo ya majini? Kwanza mabegi machafu unayokota achana nayo. Ila mtoto akamwambia, mama, mimi naweza nikakuthibitishia kwamba ili begi lina majini na ili begi linaweza likatupa sisi utajiri. Mtoto ameamua kusimama na msimamo wake kwamba hili begi lina majini na linaweza likawapa utajiri. Japo mama mtu alikuwa haamini na alikuwa anapinga hili jambo, mtoto akamwambia mamake, fumba macho, nitakuonyesha kwamba hili begi lina majini. Mama mtu kufumba macho, mtoto pale pale akapotea. Sasa mama anamtafuta mwanae, hamuoni. Anaita huku na huku, hamuoni mwanae. Ila ghafla akaanza kusikia sauti ni kama inatoka katika lile begi. Lile begi likawa anasikia sauti ya mwanae inamuita, mama, mama, niko ndani ya begi. Mama, nitoe, niko ndani ya begi. Sasa mama anafungua begi, anashangaa kuna sauti ya mwanae, ila akiangalia ndani ya begi haoni chochote, ila anasikia sauti. Akanambia, mtoto wangu, nimekusikia, nakuja kukuchukua, tulia. Mama mtu anaingiza mkono ndani ya begi, anashangaa begi halina mwisho. Yani begi ndani ni kama kuna chumba kikubwa cha giza ambacho kiko ndani ya begi. Mama mtu akaona, sasa mwanangu ameingia kweli kwenye begi. Mama mtu akaamua kuchukua maamuzi ya kuingia kwenye begi, kwa sababu begi anashangaa akilifunga ni kama linacheza cheza, na huku anasikia sauti ya mwanae inasema, mama nisaidie, niko ndani ya begi. Sasa huyu mama akaona isiwe kesi, ngoja niingie ndani ya begi ili niweze nikamsaidia mwanangu, kwa sababu kama unavyojua mama anampenda sana mwanae kiuhalisia. Hakuna mama ambaye anaweza kumwacha mwanae ateseke. Kwa hiyo mama akaamua aingie, akanyosha kwanza mkono ili aweze kumsaidia mtoto wake, ila akashangaa akinyosha mkono ufiki mwisho, ila akanyosha vizuri tena mkono, akashangaa kama kuna ngazi anaigusa. Akaona kumbe kuna ngazi, ngoja niingie nikamsaidie mwanangu. Yule mama akaamua kuingia ndani ya begi. Kitu cha ajabu, lile begi ni dogo, ila akajikuta anaingia ndani ya begi na anakuta ngazi ndefu sana. Mama akawa anashuka huko akiwa anasikia sauti ya mwanae anamwambia, mwanangu, mimi nakuja kukusaidia, usijali. Mama akaendelea kushuka katika ile ngazi, akawa anashuka, ila ile kushuka akashangaa yuko mwisho wa ngazi na ngazi imeishia hapo, na akiangalia chini bado ni parefu mno. Huyu mama akaanza kuogopa, ila akaendelea kujipa ujasiri, kwa sababu akawa naamini kwamba kwa huku kuna mwanangu, hata nikiacha nitamwacha mwanangu ateseke. Kwa hiyo huyu mama akaamua awe mjasiri tu kuendelea kupandisha hizi ngazi ili mradi akamsaidia mwanae. Sasa alipofika kwenye ngazi ya mwisho na chini bado mbali, akajifikiria afanye nini, ila akaamua tu ngoja aruke, liwalo na liwe tu, yeye aruke, kama ataweza, kama hatapona, ila cha msingi mtoto wake awe salama. Huyu mama akaamua kuruka. Ile kuruka chini, aliruka, yani alivyoruka tu chini, alidhani kwamba chini ni parefu mno. Kumbe chini ni kama tu ngazi moja tu, yani chini ni pafupi sana. Kwa hiyo akatua salama. Sasa kufika chini hamuoni mwanae, na ile sauti ya mwanae haisikii tena. Anashangaa tu yuko katika kiduara fulani cha mwanga, akiangalia kila pande zake anaona giza ambalo halionekani, ila kwa mbele akashangaa kuna binti. Sasa akamwona ule binti, akaanza kumuuliza, binti, mwanangu yuko wapi?
Na hapa nimeingiaje? Hivi mwanangu yuko wapi? Sasa yule binti akawa hamjibu. Huyu mama akajikuta amesimama tu pale akimuuliza yule binti, hamjibu chochote. Akaamua achukue maamuzi ya kwenda kumfuata yule binti. Huenda labda yeye yuko mbali na yule binti anavyomuuliza maswali, huenda yule binti amsikii. Kwa mama akaamua apige sepu ili aende akamfuate yule binti, akamuuliza kwa karibu. Huenda akaenda kumuuliza kwa karibu, yule binti anaweza akawa na majibu ambayo anaweza kumjibu yule mama. Yule mama sasa bila kujua kwamba hapa wako katika mashetani yako. Yaani wapo katika dunia ya majini. Wameshaingia katika dunia majini na hapa anachongoja ni kutolewa kafara tu. Sasa huyu mama hajui kwamba yuko na yeye kashatolewa kafara, na ile sauti ya binti yake kiuhalisia hakuwa kweli binti yake, yani ule ulikuwa ni mtego tu. Je, binti yake yuko wapi? Ile mama anapiga tu hatua moja kumfuata yule binti, ghafla akashangaa kuna mkono na umeshaisha, akashangaa ameumizwa. Kumbe majini ukiingia tu kwenye giza tayari wameshakuumiza. Yule mama akawa anadhidi kumuuliza yule mtoto aliyomuona wa kike mbele yake kwamba mtoto wake yuko wapi na hapa kuna nini na anafuata nini. Anashangaa sasa yule mtoto wa kike anaanza kulia kwamba nisaidieni, 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 kumwangalia mara mwanga umezima, mara mwanga umewaka. Majini tayari walikuwa wameshamkaribia yule binti, na majini wakikaribia basi ndio mwisho wako, tayari wanakupiga pale pale za uso. Yule mama aliumia sana kuona kwamba yule binti akilia kwa sauti kali kwamba ni kama anatolewa kila kitu katika mwili wake. Jamani, majini wanatisha kweli kweli. Sasa mama amebaki peke yake, nakumbuka amebaki sehemu ya kutolewa kafara, na yule aliyemkuta tayari ameshatoka kafara. Je, huyu mama atapona? Na tayari sasa ameshaingia kwenye majini, akaanza kuita jamani, nisaidieni, jamani nisaidieni, mtu yoyote nisaidieni. Kumbe binti yake akupotea, binti yake aenda kujificha chini ya mti, alikuwa anamtania mama yake. Sasa mama yuko anapiga kelele kwamba asaidiwe, na kizuba kidogo mikono inaanza kumvuta. Sasa kana piga kelele, binti yake nje akaanza kusikia sauti kama kuna mtu anaita ndani ya begi, ila binti alikuwa ajui kwamba je, ni nani anaita? Yeye binti alijua kule juu kwamba mamake ameshaondoka kwa sababu yeye alikimbia kujificha. Sasa binti yake amekimbia kujificha. Mama mtu ameingia kwenye mtego ambaye alitakiwa binti yake aingie. Mama mtu bila kujua. Sasa huyu binti akanasikia sauti zinatokea kwenye begi. Akaamua alisogelea begi ajue ndani ya begi je, kuna nini? Ulisogelea begi hivi, anasikia sauti inaita msaada, msaada, msaada. Mtu yote ambaye yuko juu naomba nisaidie. Jamani nisaidieni, huku nakufa. Binti akawa anaendelea kuinama kujua je, ni nani anahitaji msaada kwa sababu juu hawezi kusikia sauti ya mtu vizuri, yanasikia msaada. Ila ghafla yule binti babake akamuita, mtoto wangu njoo ndani. Kwa hiyo binti akakimbilia ndani kwenda kumuona babake. Kumbe binti amemwacha mamake katika matatizo makubwa, na yeye ameenda kumuona babake. Huyu mama sidhani kama atabaki salama. Sasa tayari ameshakuwa kafara ya mizimu, na lile begi mtoto wake ndio atakiwa atolewe kafara. Ila sasa cha ajabu, yeye ndo kaingia kwenye kafara. Kila akipiga kelele akiita msaada, hakuna mtu akumsaidia, ila ghafla begi likajifunga tu vum, na pale pale ndio ikawa mwisho wa huyu mama. Yani ameweza kuhatarisha maisha yake na ameweza kufa kwa ajili tu ya kumwokoa binti yake. Kumbe ulikuwa ni mtego wa mizimu. Sasa mzigo wetu unaishia hapa, ila jamani, vya kuokota okota jamani, tujifunze sana. Huu ni moja kati ya mzigo ambao unatufundisha kwamba vitu vya kuokota tuwe navyo makini, kama huyu mama ameweza kuingia kwenye matatizo baada ya kuletewa na begi ambalo binti yake aliliokota. Mimi nafahamika kama Cruise Mastori.